Kuna hizi tetesi ambazo zinaendelea mitandaoni, watu wakiwa wanaongea maneno mbalimbali kusema kwamba rais wa Marekani Donald Trump atakwenda kuzuia watu kutuma hela katika nchi mbalimbali ikiwemo Afrika na sehemu zingine. Sasa hizi taarifa sidhani kama ni za kweli, na sijui maana sijaona post yoyote kutoka kwa rais au sehemu yoyote ambazo naziamini kwamba zimeposti taarifa kama hizi. Lakini watu wanaongea sana mitandaoni kwamba rais atafunga, na kuna baadhi ya watu wa kambini walinipigia simu wakawa wananiambia tuna pressure sasa hivi, tunasikia rais atafunga, hayo mambo ya kutuma pesa kutoka huko Marekani. Sasa hizi taarifa hazijawa na uhakika, ila kuna video fulani nimekutana nayo mtandaoni ya jamaa fulani hivi ambaye yeye alikuwa anahojiwa na Jacob Zuma, boss the boss kutokea Iowa huko Des Moines. Sasa jamaa huyo alikuwa akiongea, nadhani jina lake utalisikia, ambalo boss the boss Jacob Zuma atamtaja. Jamaa huyo alikuwa anaongea ni maoni yake, so nilimsikia nikawa nimecheka sana kwa upande wangu. Sasa nikatamani pia nishare na wewe umsikie kile ambacho anakiongea. To be honest, it's funny. So naomba usikie afu niambie maoni yako hapo sehemu ya comment. Wewe unaitwa nani? Naitwa Tembros. Jafet. Bro, mimi kuna maongezi ambayo nimesikia mtandaoni, sijui kama ni ya kweli. Nimesikia kwamba Trump ana maamuzi ya kusema kwamba kufunga hakuna kutuma hela nje ya nchi. Ni kweli? Ya hiyo ni kweli, na naweza nikapenda iwe hivyo kwa sababu watu ambao kwa Afrika wameshatusumbua sana bana. Wameshatusumbua sana. Nipe hela, maisha yako ni magumu. Kwa hiyo itakuwa ni vizuri atakuwa ametusaidia. Amna, atakuwa amekusaidia wewe, lakini unajua familia kule zinaangamia. Ndio. Wewe unafurahia familia kuumia? Wapambane ndugu yangu, haya ni maisha. Haya ni maisha, wapambane. Unajua maisha sio kutegemea, hata Biblia inatuambia amtegemea mwanadamu na laaniwe. Sawa, kipindi wewe uko Afrika, ulikuwa utegemea watu ambao wako huku? Amna, sijawahi kutumiwa, yani sikuwahi kutumiwa hela na mtu ambaye yupo Ulaya. Kwa sababu wewe kuwahi kutumiwa na ndio maana unafurahia, si eti? Ndugu yangu, mimi kama mimi naweza nikapenda hicho kitu. Kiwepo na Trump aendelee kufunga mipaka, ifunge. Kwa hiyo ukisema Trump mitano tena, Trump apewe mitano tena. Serious? Wallahi kabisa. Sawa, vipi unaweza kuongea nini kuhusiana na swala Trump ambaye amefunga mipaka watu kuingia kama vile wakimbizi? Ni vizuri kwa sababu sasa hivi mazoea watu wameshazoea sana, wameshaweka mazoea. Mazoea kuzoea nini? Hasa wakimbizi wanaokuja siku hizi wanakuja kutuharibia. Wanaharibu sana, wanaweka uchafu nzi nini, sasa nchi inakuwa chafu. Kwa hiyo Trump aliona afunge kwa sababu sasa hivi hataki tena wakimbizi. Bro, hivi kipindi wewe uko Afrika, afu kaambia kwamba mipaka imefungwa hakuna mkimbizi kuingia Marekani, ungejisikiaje? Sio mbaya. Kwani Marekani ni nchi yangu, sio nchi yangu. Sasa kama sio nchi yako, kwa nini una support kwamba afunge na kati nchi yako? Afunge kwa sababu jamani, kazi hazionekani. Sasa kwa nini watu waendelee kuja? Kwa hiyo afunge tu mitano tena Trump, endelea kufunga baba. Kama mnamuona hapa, huyu hapa anaitwa Tembro, anaitwa Jafet, anaitwa Matraka, amesema kwamba yeye anafurahia sana Trump kufunga mipaka watu wasiingie wakimbizi, hususan wakimbizi wa kidemokrasia ya Kongo. Sieti hao ndio unaongelea zaidi, sieti? Ndio. Wao hutaki wa ndugu zako kuingia Marekani tena. Sio wa Kongo tu, kuanzia Warundi, Wanyarwanda, kabila zote zile, taifa zote zile. Hautaki waingie. Kwa hivyo mkimbizi akiingia Marekani anakusumbua nini wewe? Amna, tumeshaenea. Trump ameona tumeshaenea, hataki tena watu wengi. Tumeenea. Hiyo kauli ya kuenea mimi sijaelewa. Unaweza kuidadabua vizuri? Kueneaje labda? Tumeenea kwa maana amepiga hesabu, amesharizika. Amerizika na wakimbizi walioko hapa. Kasema walioko huko wabaki. Na taifa nzima Marekani imesema kwamba Trump mitano tena. Kwa hiyo unafurahia bro? Mimi naona unafuraha sana kusikia. Nafurahia ndugu, nafurahia. Unakuja kuchafua nchi. Ila usimwombea kwa hiyo unataka kumwombea ndugu yako njaa, si eti? Waishi huko tu, hamna shida ndugu yangu. Waishi huko. Wewe una familia Afrika? Waishi hapo popote. Una familia Afrika? Una familia kule. Mama, baba, brother, kina nani wapo kule. Kwa hiyo utasikiaje kusikia mama yako analala njaa? Hali kwamba una hela. Bro, anavitega uchumi vingi. Avitega uchumi. Umemwekea wewe au yeye peke yake? Tayari nishamwekea. Uko serious? Yes. Sawa bro, mimi nimesikia maoni yako. Una neno gani ya kuambia basi wakimbizi? Cha msingi tu wakimbizi wanywe maji, wajisikie amani. Wanywe maji yanayotumia dawa. So kwa hiyo wao watulie. Nyarugusu ni sema ambapo tuliwahi paishi.
Kwa hiyo hata pale pana raha yake. Raha gani iko Nyarugusu? Pana raha yake, walipo Nyarugusu wana raha. Raha gani? Tulie ile raha ambayo wako nayo. Kwa hiyo ni vizuri. Bro, ukimbizini kuna raha kweli? Uko serious kweli? Kuna raha. Hivi unakisikia unachokiongea? Hawafanyi kazi. Hawafanyi kazi. Wanatusumbua na masimu, tuna raha zetu masimu. Wanatusumbua. Wewe labda unasumbuliwa, lakini kuna wengine ambao wanafurahia kusumbuliwa kwa sababu unajua kule wameacha familia, wameacha watoto, wameacha wake, wameacha mama, baba. Sasa kwa lazima asumbuliwe kwa sababu ya wapambane, aliacha mke apambane, aliacha wazazi wapambane, aliacha watoto wapambane. Wewe umeambia umeacha wazazi lakini. Haina shida, nimeacha wazazi lakini tayari. Au ndo zako tu wajali, wakumbuke wazazi wako, si eti. Amna bro, hakuna ambaye anaweza kosa kukumbuka wazazi wake. Bro, wewe laana zinakufaa kabisa. Mimi sio mwenyekiti wa nchi hii. Sawa? Ameshafunga, Trump amefunga. Trump baba. Ingebidi wewe ukae kwenye magoti kuona magumu uliopitia Afrika ili Trump afungue, ungeomba sana ili wandugu zako waje. Trump ameshaamua kufunga. Na tunasema mwaka huu Trump mitano tena. Ndo matrake huyo. Ndo mimi huyo. Anasema Trump mitano tena. Au wewe unasemaje ndugu? Amna, mimi sifurahi. Mimi sifurahi kweli. Ili uwe wa kwanza kabisa kupata taarifa zetu, tafadhali subscribe alafu gonga alama ya kengele ili tuwe katika familia moja, nguvu moja, twende sawa. Tuko bien.